Mungu ananga akili moja. Kuna ile book of Numbers anasema it's not a human being that can change his mind. Yes, binadamu anaweza kubadilisha mawazo yake. Kile aliandika utakuwa ni lazima ukue. Hata wachawi na washirikina na Illuminati wainuke. I am telling you today, what God has ordained you to be, you must be my friend. What God has assigned, that you shall be, you will be. Praise be to the living God. The kingdom of God is not about the church. The kingdom of God has nothing with emotion. The kingdom of God is all about the righteousness. We must stay a righteous life. If you want to know the might of God, if you want God to be your provider, you must stay a righteous life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maandiko inasema kwamba, wacha tusome. Angekupatia ulimwengu mzima, ploti zote za Kayole zikuwe zako. Amen. Amen. Kila magari yote inatembea Kayole ikuwe yako, na ukose uhai, utafaidikaje? Utakufa sote, waache watoto wako wakipigania hiyo mali. Na utazikwa na suti moja. Hata hiyo suti nyingine ni moja, anasema haki. Wacha tusike mama na hiyo. Wengine watasema please, Mungu alikuwa anasumbua sana. Sika na ile yake. Amen. Amen. Na maspiriti ya kiukoo ya kwenu itakuja iseme, unajua venye itainuka. Mtu akikufa kuna maspiriti ya kuzimu inainukanga. Utaona kwa mazishi mtu amekufa na watu wanakumbana. Hata wameanza kugombania mali. Amen. Juu hawako wanapenda huyu mtu, alikuwa anapenda. Kwanza wanashangilia amekufa. Alikuwa ndiye anachukua pesa zote za radi. Na hizo nyumba ziko Kayole ni zangu. Na si mimi sina sifa kama na ni zangu. Na bado hata hajamuzika. Amen. Hawajui kitu ya kurini inakuanga huyu. Kuna ile connection ya huyu spirit. Kuna vitu unaweza rithi kwa huyu mama au baba amekufa na ukufe wewe. Ni kitu ya kulilia Mungu kikiwa blessings. Babako akuwa alikuwa anakubless kila wakati. You cannot process somebody blessings with na kifua. Amen. Hata kama unataka kupossess vitu za babako ama mamako, anza kufanya uhusiano mzuri na wazazi wako, ili akikufa hiyo kitu akiacha na waachiliwe, maisha inaendelea vizuri sana. Lakini huku hata unambaia kiatu, hata mzee alikuwa, hata babako alikuwa anatembea kaleso. Uko hapa kanisani Nairobi. Imagine hata asubuhi nilikuwa nakumbuka. Ninaweza kuwa Nairobi na nimekunywa chai na dadi yangu hajakunywa chai. Na wakati nasikia babangu amekufa nakimbia nyumbani. Na mimi hizo mbuzi ni zangu, na hizo ng'ombe ni zangu. Na babangu alikuwa anateseka hata kukunywa chai kikombe hakupata. Na you want to possess things. When you possess those things, hata kama ni hinda hata utakufa. Hata kama ni fimbo, you die. Because the spirit of this man is connected to everything. Kile kitu chake. Amen. So uhusiano ni chini ya jua. So kama tunataka Mungu atubariki, ni lazima tufanye uhusiano wetu mwema na nani? Na wazazi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Let's read the word of God. Nataka twende na wewe leo. Tumesema leo tutaki maneno, tunataka neno na Mungu. Tunatafuta pamoja, and I know that God will bless us. Our Heavenly Father. Kila mtu anamuita baba. Ndio maana tunaimba wimbo unaweza kusema Mungu Baba. Tunaimba aje? Now, before we reach there, tusome katika kitabu cha Romans. Tunasoma kwa kitabu cha Romans chapter 14. Romans 14 verse 17. Romans chapter 14 verse 17. Wakati unasimama mbele ukihubiri neno, make sure umerudia kile kitabu, unafundisha mara 3, unarudia chapter mara 3 na verse mara 5. Kila mtu waacha kukimbia kama kwa ambulance. The kingdom of God is no ambulance. Ni Mungu mwenyewe na Yesu. Sema tunasoma the book of Romans chapter 14 verse 17. Yule akona kalamu
kwa kalamu ya akili afanye nini? Tunasoma kwa kitabu cha Romans chapter 14 verse 17. Biblia inasema ya kwamba the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God. We are changing the kingdom of God with other things. But God will not be compared by it. Amen. The kingdom of God. Romans chapter 14 verse 17. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking. But the righteousness, peace and the joy in the Holy Spirit. Imerudia tena. Imerudia the word righteousness. The kingdom of God, it is not a matter of drinking and eating. No. The kingdom of God, it is not a matter of houses and having many vehicles. It is very different. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Ufalme wa Mungu si kukula na kukunywa, lakini kwa utakatifu, amani na furaha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tumeitiwa kanisa. Tumeitiwa utakatifu. It is only and only those who are righteous shall see God. Ni wale na ni wale watakatifu watakaye muona Mwenyezi Mungu. Sio wale wamekula vizuri, sio wale wako na pesa mingi, sio wale wako na business zimepiki, sio wale wako na familia iko sawa sawa, lakini wale watakatifu watakao rithi ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni si kukula na kukunywa. Wacha niwaambie kanisa, wacha nikuambie mpendwa, umekibizana na kitu chini ya mia, vitu za mali ya chini ya jua. Umekibizana na kazi yako, unatafuta chakula cha kila mchana, unatafuta chakula cha kila siku, unakifungua kazi yako, unasema ya kwamba huwezi funga kazi, hata unasema wewe ulienda chache asubuhi. Wapi uliona Yesu alienda asubuhi saa 3 akarudi? Usifanyie Mungu kitu kinaitwa technical worship. Kuna vitu zinaitwa technical, nafanya tu. Acha nijue Mungu ajue nimeenda. Hata saa hii uende kusalimia mzazi. Uende hivi. Baba, nimekuja kukusalimia na urudi. You never recognize. Tu umekuja kusalimia babako ama wazazi, lakini akili yako iko wapi? Iko huko kazini ama iko Mombasa? Iko Nairobi? Baba, nimekuja kukusalimia. Na ukiuliza aje, anavaa baba, nimekuja kukusalimia baba. Unaendelea aje? Kuna mambo unaweza unapitia. Baba, nataka tusaidiane. Lakini hivyo ndivyo watu wanaenda mbele za Mungu. Technical worship. You want to give God the time. You want to give God 3 hours. I'll go to the church 1 hour. Then I'll return to my business 6 hours. Hata utafikisha saa 5 kwa kazi za usiku. Lakini kwa Mungu, uko kanisani lakini akili yangu inagonga. Akili yako inasema mume wangu ako karibu kufika. That is your God. Your husband is your God. Usipangie Mungu mipango kwa maisha yako. Mipango ya Mungu ni ajabu. Mipango ya Mungu haipangwa. Hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango yako. Bwana Yesu asifiwe. The plans of God. Nobody can change the calendar of God concerning our life. Why do you plan that you go to the church 1 hour, 2 hours, and 7 hours you are in your
business and yet you say I am sweet. Napenda Mungu. Biblia inasema sio wote wamwitao Bwana Bwana wataurithi ufalme wa mbinguni. Hao ndio wamejaa. Sio wote wanasema mimi nimeokoka. Hata mimi ni wa kanisa ya Katoliki. Mimi ni wa kanisa ya Redeemed. Mimi ni wa kanisa ya House of God. Church does not die for you. Kanisa haikukufia mtu. Yesu ndiye alitufilia. Wacha tukaabudu huyo Mungu. Biblia inasema tutafute Mungu maadamu apatikanapo. Hata kama ni kumpapasa. Kumpapasa ni hati. Usiye kama huyo amekuja hata anaangalia kwa dirisha tu. Hiyo ndio kumpapasa. Anataka tu. That is biblical what you are doing. Amen. The kingdom of God, get me well. It is not a matter of eating and drinking. That is why Biblia inatuambia ikasema ya kwamba why do you worry about your life? Huwezi enda kanisani kwa sababu unataka kufungua kazi yako. Kwa sababu you worry about your life. You worry about it tomorrow. You don't worry about your God. Yesu asifiwe sana. Ninataka siku ya leo kanisa ielewe. Hata kanisa ya nje. Hata kama uko kwa nyumba lako. Uelewe ya kwamba utafute ufalme wa mbinguni kwanza. Hiyo familia uko nayo ni Mungu alikupatia. Hiyo kazi uko nayo ni Mungu alikupatia. Unaheshimu Mungu na uende utafute uso wa Bwana. Amen. Yesu asifiwe sana. God is not a respecter of man. No matter how smoothly he speak. God is looking at our heart. Mungu anatazama mioyo yetu. Mungu atazami uko na magari mangapi. Mungu atazami uko na watoto wangapi. Mungu atazami uko na mwanamke mrembo aina gani. Mungu atazami masomo uko nayo. Umepitisha masomo yako first priority. I am telling you, give God the first priority in your life. Upatie Mungu nafasi ya kwanza. Kila siku ya Jumapili enda utafute Mungu. Unaweza ukatafuta mali yote na ikue na watu wengine wa kweli. Wewe endelea na kukusanya tu. Endelea na kukusanya tu. Una time na Mungu. Kuna wengine mtu aende kanisani ati mtoto amegonjeka. Unaweza kimbia kanisani, hospitali ama unakimbia kanisani. Mwenye uhai ni Mungu. Mwenye uhai ni yule aombaye. Mwenye uhai ni wale waombao. Mwenye uhai wale waombao. Yesu mwenyewe alisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye ushindi ni wale waabuduao. Wenye nguvu ni wale wakutafutao Bwana. Si wale wanafungua kazi wako na pesa mingi. Si wale wanasoma kama ni masomo tumesoma. Na kama ni pesa ukweli tuko na pesa. Lakini kitu ya kwanza tutafute Mungu kwanza. Unaweza hata ukatafuta kazi kwanza. Wengine wametafuta wanaume wao. Lakini usiku ni kelele na vita. Hakuna amani. Kwa sababu gani? Umepatia Mungu first priority. Wengine hata walitafuta familia sawa sana. Na leo hii hata wana wa mwenzao. They are divorced, they are single. Where are they single? Waliingia kwa ndoa na wakasahau kwa Mungu. Wakaanza kutumikia mabwana zao. That is why when you see in Kenya, divorce will be a monetary marriage people. Bwana Yesu asifiwe sana.